Filamu inaanzia kwa mwamba mmoja hivi na anaonekana akikimbia na begi, ni kama anataka kutoroka hivi, ila anataka kusepa tu. Anasemeshwa na mdada mmoja, wewe unahisi unaenda wapi? Mwamba akajibu, wewe samahani sana. Mrembo akamjibu, wewe ni mjinga sana eti, na kwanza kuna makosa unaonekana umefanya na unaona hata aibu. Mwamba akaanza kujitetea huku akiogopa, mamangu anaumwa sana na ndio maana nimepigiwa simu kwamba inabidi nikamuone. Ameniita kwake, nitarudi tu, hamna shida. Ghafla mwamba akakabwa pale pale kimiujiza, huku anajisemesha, unafanya nini? Unaniua, usiniue, niache hai. Yule dada anamnyonga tu. Kuja kushtuka mwamba yuko usingizini, akakurupuka kutoka kitandani, akaanza kuangalia kona zote za chumba. Mwamba inaonekana kama vile anaangalia sana kitandani, ni kama kuna kitu hivi kilikuwepo pale. Ghafla dada yake huyu hapa, we vipi, unashangaa nini sasa? Mbona kama unaogopa? Mwamba akajibu kwa uoga, hapana, ni kama kuna mifupa kwenye kitanda hapo, ninaogopa sana. Dada yake akaanza kumshangaa, huyu amechanganyikiwa nini? Mbona mimi sioni kitu hapa? Mwamba sasa, wewe uoni kuna mifupa hapo, ina maana uoni? Mwamba anaogopa kinyama yani. Dada yake akamuuliza, tatizo ni nini sasa? Sista mtu akasogea na kwenda kuangalia nini kinaendelea. Ile kusogea tu mbili kidogo, mwamba akamshika na kumrudisha nje, ikabidi amtoe nje ya chumba chake. Asubuhi yake tunamuona mwamba anatoka kwenye gari kali hivi na ni kama kuna maeneo hivi anaelekea. Upande wa pili tunamuona dada mmoja hivi akikimbia, ni kama kuna maeneo hivi anawahi. Dakika chache baadaye kafika nyumbani, akaanza kuita, mama uko wapi? Mama yake akatoka nje kwa jazba akitaka kujua nini kinaendelea. Mama alivyotoka tu mtoto akaanza kumwambia, kiukweli Mungu ametenda mama, nimepata kazi, yani siamini. Mama naye kwa furaha, kweli mwanangu, kweli? Yani kwa mama ilikuwa kama faraja hivi, maana walikuwa wakipitia maisha magumu sana. Basi mtoto pale akaanza kucheza huku anasema, mama naenda kubadilisha maisha yako, usijali kabisa, kila kitu kitakuwa sawa. Mama mtu sasa, kweli mwanangu, bora umepata kazi, maana haya maisha haya nilikuwa nishayachoka. Mwanae kwa uthibitisho akafungua zile barua na kumsomea kidogo. Yani mama hapo ndo akaamini kabisa kwamba mwanae ameshatoboa. Basi waliendelea kufarijiana pale, kisha waliingia ndani. Upande wa pili tunamuona daktari akisoma mafaili na kusaini hivi, akaanza kumwelekeza mgonjwa wake, uko huru kuondoka sasa, umeruhusiwa tayari, unaweza ukaenda nyumbani. Yule mdada akajibu, nashukuru sana dokta kwa ukarimu na huruma ulioonyesha, yani sijui ningefanya nini bila wewe na sijui nikulipe nini vile. Sasa huyu mdada inaonekana kama vile amekutana na kipigo kikali sana. Dokta akamjibu, uwe makini sana na mahusiano yako, na isitoshe mtu aliyefanya hivi alikuwa anataka wewe ufe. Yule mdada akamjibu, najua mpenzi wangu ni mtu mwenye hasira sana, hivyo namsamehe tu. Basi dokta akamwambia, ni sawa, hakuna shida, ila zingatia kutumia dawa zako. Baadaye tunamuona King na mwanae hivyo wanamaindiana. King akaanza kumwambia, huna haki ya kuniambia hivyo. Mwanae akamjibu, lakini mimi nahitaji nikusaidie tu. King akajibu, haya ni maisha yangu na wewe huwezi kunipangia maisha yangu, na kama unaona ya kwako yamekushinda, basi geti hili hapo liko wazi, ondoka. Mwanae akamwambia, lakini yule mwanamke anakupenda sana, inabidi umpende, usimfanyie hivyo. Mwamba akajitetea pale, lakini King hakumuelewa kabisa, kisha aliingia ndani na kumwacha mwanae pale nje akilaumu. Siku chache baadaye tunamuona Imaka na bosi wake ofisini, huku akimsifia kuwa toka ameanza kazi anaona mambo yanaenda vizuri zaidi. Akamsisitiza kwa kusema anahitaji aongeze juhudi zaidi ili kukuza kampuni. Basi Imaka kwa furaha akamjibu bosi wake kuwa asiwe na shaka, atahakikisha kampuni anaipeleka kwenye level ya juu zaidi. Maongezi hayakuwa marefu sana, hivyo Imaka akamwomba bosi wake kuwa alikuwa anaomba aendelee na kazi zingine za ofisi. Basi bosi akamjibu kuwa hamna shida, anaweza akaendelea, kisha aliinuka na kuondoka. Tukija upande wa pili tunakutana na mwamba anaitwa John Bosco ambaye ni mlinzi. Bwana, huyu mwamba aliagizwa mzigo na dada yake King. John Bosco, nimekuagiza kufuata nini na umeondoka muda mrefu na kuacha geti wazi? Basi mzee Bosco akaanza kujitetea pale kwa madam, ila madam hakumuelewa. Kisha madam akamuuliza, John Bosco, umeniletea nilichokuagiza? Mwamba akatoa mfuko na kumkabidhi madam. Ile madam kufungua mfuko angalia nini kimekuja, akakuta kilichonunuliwa na kilichoagizwa ni vitu viwili tofauti. Akamtupia John Bosco mfuko, kisha akamwambia, wewe utakuwaje mjinga kiasi hicho? Nimekuambia uende supermarket ukanichukulie pepe soup, wewe unaniletea nini? Basi John Bosco kwa mbwembwe akawa anajibu, pale si nimekuletea ulichotaka. Madam akamjibu, wewe mpumbavu nini, toka nje ya nyumba yangu, naondoka na mauchafu yako hapa. Basi mwamba haraka haraka katoka na kuchomoka na kusepa huyo. Basi madam akabaki pale anaongea, yaani huyu sijui anavuta bangi siku hizi, nimemwagiza kitu kingine anakuja na kitu kingine, halafu anajichekesha sijui lijinga. Baadaye tunamuona King anakuja na gari akiwa mbio sana na anapiga honi hata kabla hajafika getini. Akaita sana John Bosco, hakuna aliyeitikia. Kisha akaingia na kuangalia huyu mlinzi yuko wapi. Alivyoona hakuna mtu anayeitikia, ikabidi atoke nje kufungua geti na kuingiza gari. Ila ameingiza tu gari, John Bosco huyu hapa na mfuko. Mwamba akaona huyu ni msala huyu na bosi wake anamjua. Akamuita, John Bosco, unakimbia wapi? Njoo hapa. Mwamba akaenda kujificha kwenye magari. Bosi akamalizia kufunga geti kisha akamrudia. Akamuita akamwambia, wewe si nimekuita, ina maana unisikia au? John Bosco akaona huyu ni msala, akaanza kujiongeza tu kwa kukimbia mdogo mdogo kuelekea ndani. Baada ya kuona kama bosi anamuita muda mrefu, akaona nitazingua kwenye kazi, ikabidi amsikilize. We Bosco, ina maana nilikuwa nakuita unisikii? Na ulikuwa wapi muda wote napiga honi? Afu nilikuambia mara ngapi kuhusu kutoka kwenye eneo lako la kazi? Una shida gani wewe? Mzee Bosco akaanza kujitetea, mfuko huu hapa, niliagizwa mzigo huko na madam. Yaani maelezo anayotoa hata haeleweki yani. Mwamba King akaona kama ni madharau hivyo, akaamua mtwange makonzi kwanza, heshima ije. Mwamba alivyotosheka ikabidi amwache pale mlinzi na kuingia
akaingia ndani. Basi Bosco alibaki analaumu tu na kulia, kwa nini mnanifanyia hivi? Mnanionea tu. Upande wa pili tunamuona Imaka, mjumbe na mama mmoja hivi wa mtaani. Ilionekana kama kuna mabishano hivi na mama yake Imaka akawa anasema, yaani huyu mama ana matatizo, alinipa shamba nilime na sasa hivi anaanza kunigeuka, anaongea vitu gani huyu? Mama yake Imaka akaendelea kusema, huyu ana matatizo mjumbe, na yeye ndio chanzo cha kifo cha mume wake. Ujinga tu kama huo. Yule mama mwingine sasa, mjumbe, unaona anachokiongea, yaani afikiria hata mara mbili, anaanza kunishtumu mimi vitu ambavyo havijui, tena wewe ndio inawezekana ulimuua mume wangu. Basi mjumbe akabaki anawaangalia tu, anashindwa mtetee nani. Mama yake Imaka akasema, tena ukiendelea kujiongelesha maneno yako ya kijinga nitakuja nikugeuze juu chini na utanikoma. Akaona hamna haitoshi, akataka kumfuata tu mjumbe akamshika. Tulia, hivi nyinyi mna shida gani? Mna shida gani nyinyi wawili? Na wauliza, yaani huyu anaongea hichi, huyu anaongea hichi, sasa nimsikilize nani? Kila mtu anampondea mwenzake, yaani amniheshimu kabisa. Nipo hapa kama kiongozi wa serikali, ila kila mtu anaongea anavyojisikia. Akaendelea kwa kusema, kwa nini msiishi kwa amani? Kwa nini msiishi kwa amani? Ni kelele kila siku mpaka lini? Mama yake Imeka akajibu, hivi kweli afanye ujinga kwangu mimi niwe namwangalia tu alafu nimwache tu aondoke? Huyu ni upumbavu, tena akiendelea nitamtwanga. Mwenzake akamjibu, wewe nakujua vizuri sana na uwezi kunifanya chochote, yaani kwa vita uniwezi, kwa ngumi uniwezi, na namna yoyote uniwezi. Mama yake Imeka kaona kama ni dharau, akamfuata na kwenda kumtwanga. Hapo mjumbe, kitu gani hichi? Mnataka tena kugombana mbele yangu? Yaani nyinyi ni watu wazima na mnashindwa kujiheshimu. Sasa mmeniita hapa nije kusuluhisha ile tatizo, lakini naona kama nashindwa. Basi noma ikawa noma pale, wakavurugana na maongezi hayakuisha vizuri. Mjumbe akaona oho, hapa siyawezi, maji marefu haya, akaamua kusepa zake. Tukija tena upande wa pili tunakutana na yule mdada aliyekuwa hospitali mara ya kwanza. Anaonekana akiandaa chai, afu pembeni kuna mdogo wake King. Yule mrembo akamsalimia dada mtu, za asubuhi dada aitiki, anamwangalia tu, anaendelea na mambo yake, kisha akamwangalia na kumfyonza na kuondoka. Yule sister alibaki pale anaumia sana, yani akajiuliza kwa nini anamdharau kiasi hicho. Alipofika sebeni, dada yake King akaanza kujiongelesha, unajisemesha, nisaidie. Nani akusaidia? Hakuna mtu akukusaidia, tena mimi ndo nataka upigwe paka ufe. Tukija hospitali tunamuona dokta na mgonjwa mwingine tena. Safari hii dada anaonekana amepigwa tena amejeruhiwa. Dokta anamwambia, yani sitaki kuamini kwamba majeraha yote haya ni ya mwanaume, ina maana amekupiga tena na kwa sababu ya tatizo dogo tu nyumbani. Dokta anasema, na anafanya hivi, lakini kwa nini anafanya hivi? Kwa mara ya mwisho nakusii tena, naomba uwe makini sana na mahusiano yako na bora uchague mtu sahihi kuliko wewe mwanaume. Angelina kujibu chochote, akabaki analia. Dakika chache baadaye tunamuona mzee King naye kaitwa na daktari. Daktari akaanza kumuuliza, kwa nini unaweka nguvu nyingi sana kwenye kumuonea huyu mtoto? Yaani ni kama amekuwa punching bag sasa. Na kwa nini unaweka nguvu nyingi kwenye kuwaonea wanawake? Ujui ni makosa? Mzee King anamsikiliza tu hapo, anamwangalia, kisha akamjibu, hivi wewe dokta umekaa tu hapo unaanza kumtetea yule mwanamke, unajua kilichotokea nini? Na hata uulizi kutaka kujua. Dokta akamjibu, hivi unajua kwamba hayo ni makosa ya jinai kabisa na ni ukatili wa kijinsia na unaweza ukachukuliwa hatua. Sasa dokta akajichanganya kwa kumwambia King, kama unaona umemchoka huyu mwanamke, bora muachane tu. Mzee King akamaindi kama alivyomaindi mwanae siku ile. Hivi wewe dokta una akili kweli? Unaweza ukanipangia maisha yangu? Huwezi kukaa hapo ukaanza kunishauri kuhusu maisha yangu wakati ujui mimi naishije. Mwamba mda huyo akawa amesha maindi, akainuka na kusepa. Siku nyingine tena tunamuona King na rafiki yake wanapiga story. Rafiki yake anamwambia, yaani nakuona sasa unaelekea kwenye matatizo makubwa zaidi. King akauliza, unamaanisha nini kwa kusema hivyo? Unaishi kwa kuwapiga na kuwanyanyasa sana wanawake, sijui umekuaje? King akamjibu, kwa hiyo unataka nini sasa? Tumekaa hapa kwa ajili ya kuzungumzia wanawake au kuzungumzia biashara? Kifupi mwamba ni mkorofi yani. Basi mwanae kuwa na mambo mengi sana, hivyo alikatisha zile story na wakaendelea na story zingine za kibiashara. Siku inayofuata tena tunamuona King na dada yake wakipiga story. Kidogo tu anaingia mchumba wake King, kisha anapitiliza na kuingia ndani. Kwa kuwa kumsemesha yoyote, wote walibaki wakimshangaa. Dada mtu akaanza kumwambia King, yaani wewe kakaangu ni handsome, unahangaika bure tu, wanawake wapo kibao. Sasa ni wakati wako wa kuchagua mwanamke unayemtaka, badilisha unavyojisikia. Kifupi mtu na wifi yake azihivi yani. Basi wakaendelea kupiga stori zao za kujazana ujinga tu, dada yake akimwambia hivi, kaka mtu naye anajibu hivi, maisha mengine yakaendelea. Baadaye tunamuona Imeka na rafiki yake wakiwa maeneo fulani hivi wakipiga stori na kupata unywaji. Imeka akaanza kumwambia rafiki yake, mbona kama vile unadanganya, mimi nilijua tu lazima umrudie yule mwanaume. Rafiki yake akamjibu, nirudi kwa nani? Mimi tena? Yaani kifupi kabisa mimi siwezi kurudiana na yule mwanaume na umsahau kabisa. Mwenzake anamuuliza, una uhakika unachokiongea? Imeka akamwambia, pokea hiyo simu uongee naye. Nani huyo? Kucheki aliyepiga ni yule mwamba ambaye alikuwa anasema kwamba hawezi kurudiana naye. Basi maneno yote yalimshuka, akajikuta anajibebisha pale kwamba mida wataonana. Imeka kabaki anacheka na kutabasamu na kumwangalia rafiki yake. Alipokata tu simu, rafiki yake akamuuliza, mbona unaniangalia hiyo sura? Imeka akamjibu akasema, wewe ndio ulisema kwamba huwezi kurudiana na yule mwanaume, sasa mbona akakupigia sasa umeongea naye? Imeka akaendelea kumwambia rafiki yake, una lolote sema tu, alikuwa kupigia muda mrefu umenuna. Wakiwa wanaendelea na maongezi, Imeka aliangalia saa yake na kukuta kuwa wamechelewa. Alijisahau kuwa alikuwa na appointment ya kuelekea ofisini. Akuchukua muda akamwaga rafiki yake na akaondoka. Ila anakaribia tu gari lake, King huyu hapa anapiga honi kibao yani. Kisha akashuka faster na kumfuata mdada. Sasa akajiongelesha pale mbwembwe nyingi kumsifia yule sister. Ila mwamba akuwa na mambo mengi, alimuomba business card ili waweze kuongea baadaye. Kisi ilivyoondoka tu akarudi kwa mwanae, akaanza kumuonesha business card na kujisifia. Oya mwanangu,
mimi ni nsamboi na lazima nipate watoto wakali kama hawa. Rafiki yake akabaki anamwangalia tu akacheka na wakaendelea na mambo mengine. Baadaye tunamuona Imi amekaa kwenye kioo anajitazama. Muda ule ule rafiki yake anamuita kweli na inaonekana kuna kitu alitaka kumuonesha. Kumtafuta huku na huku anamuona rafiki yake yupo kwenye kioo anajitazama. Alivyofika tu akamuita sana yani, lakini inaonekana kama yupo kwenye dimbwi la mawazo. Baada ya kuitwa muda mrefu alishtuka na kutaka kusikiliza rafiki yake anataka kumwambia nini. Imi pale pale akadakia. Kiukweli King ni mwanaume wa maisha yangu na nimetokea kumpenda sana siku ya kwanza nilipokutana naye. Imi ikabidi afunguke kwa rafiki yake kila kitu alichokuwa anajihisi kuhusu King. Basi waliendelea story pale huku rafiki yake pia akimshauri. Kifupi yani King alirusha nyavu na akadaka samaki. Kesho yake Imi akupoteza muda ikabidi ampigie mama yake simu na kumweleza kila kitu. Mama alifurahi sana na akamuuliza lini anakuja kuniona. Mwanae akamjibu, mama usijali, kila kitu kiko sawa na nitaandaa mazingira. Ila mama alimsisitiza sana akasema ni kama mapema sana, alihitaji akae kwanza ajipange. Ila Imi aliendelea kumsisitiza mama yake akamwambia kuwa hakuna shida, kila kitu kiko sawa. Na huo ndo mwisho wa sehemu yetu ya kwanza ya Kisasi cha Mzimu. Ni sauti ya Jizo Effects hapa kwenye kipaza. Endelea kunifuatilia kupitia YouTube account yangu. Usahau kusubscribe, like na comment.